Nakusalimia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pastor Yohana mwana wa James, siku nzuri tena Bwana ameipenda. Imefaa machoni pa Mungu kwa ajili ya kwenda kujifunza pia. Nakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia katika masomo yaliyopita na kujifunza pamoja na hekima za Yohana. Leo nimekuja na somo hili ambalo ni ndoto na maono. Katika hekima za Yohana leo Mungu ametamani nijifunze na wewe kuhusiana na ndoto na maono ya kuitwa. Kwa nini nasema juu ya kuitwa? Kwa sababu tunakiri kwamba Mungu amekuwa akiita watu. Si tu zamani, hata leo Mungu bado anaita watu, kwa sababu bado shamba bado lipo. Anasema watendakazi ni wachache, shamba bado lipo. Nataka nilete ndoto ambazo zinaonesha kwamba umeitwa. Naleta ndoto zinazosema kusema kwamba umeitwa, kwa sababu watu wengi wamefikiri wameitwa, kumbe wamejiita. Hii itakusaidia sana kujua kwamba mimi nimeitwa. Na naposema kuitwa, sio tumeitwa kuwa mchungaji. Mungu ana maeneo mengi. Anaweza kukuita kuwa mwinjilisti, anaweza kukuita kuwa muombaji, anaweza kukuita kuwa shemasi, akakuita kufagia kanisa, akakuita kuwatunza watumishi wake, akakuita kwenye eneo lolote kutia moyo. Anaweza kukuita mahali ambako popote, kwa namna ambavyo Mungu amependa kukugawia. Kwa sababu hiyo, ndio watu wengi wanasema nimeitwa, lakini Mungu anathibitisha kwamba umeitwa kwa ndoto. Sikilize, Mungu anathibitisha kwamba wewe amekuita kwa njia ya ndoto. Na kwa sababu hiyo, nitaenda kukuonyesha ndoto hii ukiota maana yake umeitwa. Una kipande unatakiwa kukifanya katika mwili wa Kristo. Kuna eneo unatakiwa kulifanya katika mwili wa Kristo. Kuna mambo unatakiwa kuyafanya katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo Mungu anakuletea ndoto inayokuonyesha kwamba nimeitwa. Unaweza ukakaa, kumbe Mungu amekuita na aliwahi kukuambia na ukuelewa. Watu wengi wamekuwa wakiitwa na Mungu kwa njia ya ndoto na wasielewe kabisa kwamba wameitwa. Kwa sababu hiyo, kwa neema ya Mungu naomba niombe, na baada ya hapo nitasoma neno la Mungu. Najua kwamba utabarikiwa sana. Usiondoke kwenye channel yako, usiondoke mahali unaponitazama, usiondoke. Kuna kitu cha msingi sana Mungu anataka kukufundisha. Nitasoma kitabu cha Samueli, lakini kabla ya hapo nataka tuombe. Baba, ninakushukuru Mfalme, Mungu pekee uliye hai. Baba, asante kwa sababu ya Kristo aliyemtuma kwetu na akafanyika baraka, lakini ambaye amekuwa akiachilia mafunuo kwangu kwa ajili ya watu wake. Tazama mwanamke huyu, baba huyu, na kijana huyu anayenifuatilia kwenye television na kwenye channel hii ya Facebook na YouTube na Instagram pamoja na TikTok. Baba, namuombea baraka anapoenda kusikiliza neno lako. Naomba ujifunue kwake, ukamsaidie. Yamkini amekuwa akiitwa lakini hajajua, na akajatokea mtu atakayemwambia kwamba yeye ameitwa. Baba, nambariki na muombea anapoenda kusikia, ukamsaidie katika jina la Yesu. Amen. Nitasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza. Hapo sikiliza. Biblia inasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Hapakuwa na mafundisho dhahiri. Mstari wa pili nasema, ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka na hatawezi kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwambia Eli haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Akasema, sijakuita. kalale tena
naye akaenda akalala tena. 6 inasema Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. 7 inasema basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado alijamfunuliwa kwake. Bwana akamuita Samueli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana alimuita yule mtoto. Kitabu cha Samueli kinajaribu kueleza namna ya ndoto ya Mungu. Samueli anaitwa, lakini hajui kwamba anaitwa na Bwana. Kuna ndoto uliona na hukuelewa kwamba uliitwa na Bwana. Lakini Biblia inasema mtumishi wa Mungu Eli anapata ufahamu kwa sababu alikuwa amekomaa kiroho. Anamwambia sasa, mara ya tatu anaitwa, anamwambia huyu ni Bwana. Maelekezo ya Eli anampatia kwa sababu amegundua kijana Samueli ameitwa na Bwana. Sasa kuna ndoto uliziota, leo unaenda kugundua kwamba wewe umeitwa na Bwana. Sikiliza. Ndoto ya kwanza inayomaanisha kwamba umeitwa, ndoto ya kwanza ni kuota unapatiwa mbegu na mzee. Aiza mzee mwenye nywele nyingi lakini mpole mweusi. Ukiota ndoto hii kwamba unapatiwa mbegu ukazipanda, umeitwa na Mungu kwenye eneo fulani. Usipuze ndoto hiyo, ifuatilie, kwa sababu umeitwa na Mungu. Aina ya pili ya ndoto kwamba ukiota umeitwa na Mungu ni kuona maono, ukaota ndoto unapakwa mafuta. Ukiona unapakwa mafuta au unashukiwa na njiwa mweupe, usione jeusi, mweupe, ujue umeitwa na Mungu kwenye eneo fulani. Kwa nini mafuta? Mafuta wakilisha uweza wa Roho Mtakatifu. Mafuta wakilisha baraka za Roho Mtakatifu. Mafuta wakilisha umekubarika. Na ndio maana Agano la Kale, ili ufanye kazi ya Mungu popote kwenye hekalu, uwe mfalme, lazima upakwe mafuta. Kwa nini njiwa ukimuona kwamba umeitwa? Ni kwa sababu njiwa huwakilisha Roho Mtakatifu. Njiwa huwakilisha Roho Mtakatifu. Ukitaka ukubali, muulize Yesu. Alipobatizwa binasema njiwa mweupe akashuka kutoka mbinguni. Kitabu cha Yohana inasema ikashuka kutoka mbinguni. Aliposhuka kutoka mbinguni, njiwa mweupe akashuka kwenye mabega ya Yesu. Binasema ndipo sauti ikaonekana inasema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Kwa hiyo njiwa ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana yake kuna mahali unaenda kuwezeshwa, kuna mahali unaenda kujaa, kuna uweza wa ajabu unaenda kutokea, kuna mamlaka ya ajabu inaenda kutokea. Ndio maana ya njiwa mweupe. Lakini jambo jingine, ukiliota kwamba umeitwa na Mungu, kwamba ukiota ndoto hiyo umeitwa na Mungu mahali fulani, ukiota kwamba nimeitwa na Mungu mahali fulani, ni kuona unapewa shamba na unapewa kulilima. Ni kuona umepatiwa kondoo wazuri na umeambiwa wachunge. Nikupatia ushuhuda kidogo. Sikujua kwamba Mungu ameniita. So nilikuwa katika asili za imani zingine, sio imani za kidogo. Lakini na siku moja katika njozi za usiku,
niliona hii ndoto itakusaidia sana. Nikiwa nimelala na nikiwa na imani zingine kabisa tofauti na Mungu, niligundua siku moja nimelala kwenye maono, nikashangaa nimewekwa kwenye mwamba mkubwa. Ule mwamba ulikuwa ni mwamba mkubwa sana, lakini kwenye ule mwamba nikawaona kondoo watatu, na nikamuona mzee aliyekuwa na nywele ndefu sana. Zile nywele zilikuwa zinavutia kuzitazama, na macho yake yalikuwa ni macho mazuri sana, lakini nywele zake zilikuwa jinsia ni kama mtu wa kiume, lakini nywele zake ni ndefu kama za kike, lakini zilikuwa ni kama hazina rangi nyeusi, ni kama zimechanganyikana na rangi ya shaba zile nywele. Lakini bahati niliyoshangaa kwenye ile ndoto kwamba yule mtu alikuwa amebana kama wanayotumia wanawake, kibanio cha wanawake, lakini kiwa chekundu na kilikuwa kizuri sana. Lakini yule mzee aliniita majina yangu, na aliniita kwenye ndoto majina nisiyoyajua kwa binadamu. Manaka aliniita Helibo. Aliniita Helibo, akaniambia maana ya ile jina, lakini akaniambia kwamba nimekupatia wakondoo, uwalinde, uwachunge, uwalishe mpaka nitakapokuja niwakute wako tayari. Lakini nilipowatazama wale kondoo, walikuwa ni kondoo wa rangi tofauti. Mmoja alikuwa mweupe, lakini alikuwa na baka hapa jeusi. Lakini mwingine alikuwa ni kama ugoro, lakini alikuwa hana rangi yoyote kwenye mwili wake zaidi ya ugoro. Lakini mwingine nikaona ni kama mfano wa pundamilia. Manaka alikuwa na mchirizi imepita. Mungu akaniambia kila kondoo aliyekuwa mweupe ana baka moja, aliniambia nini? Aliniambia kwamba tutakuwa na watu wazuri, lakini watakuwa na madhaifu. Pamoja na uzuri watakaokuwa nao, watakuwa na madhaifu, nao ni wachungu. Lakini wengine watakuja ni weusi, ni watu wenye ugoro, maana wasiokuwa safi, nao ni wachungu. Niwasaidie kuondoka kuwa wachafu na kuwa wasafi. Lakini walikuwa na pundamilia wenye tabia na jamii waliochanganyikana, wenye tabia zilizochanganyikana, nao ni wachungu. Umekuwa kiota ndoto hizo, nimekuletea maana yake, na Mungu akubariki, akusaidie kuelewa kwamba umeitwa, akusaidie kwamba kuelewa umeitwa. Naomba hapo chini ucomment, lakini uandike ujumbe wako. Una ndoto hujaielewa, andika pale chini kwamba mtumishi niliota hiki na sikuelewa maana yake, na mimi nitakujibu.